ninapata kujaribu kuwaza, sijui ilikuwaje hii Yakobo, jinsi ambavyo alifanya manuva. Jua Yakobo alifanya manuva, hila ujanja vile, ndio kusema manuva. Unasema nazungumza kitu gani? Pamoja na kufanya manuva, kudanganya malaika, lakini bado tunaona Yakobo mambo yake yakamwendea murua namna hii. Unasema nazungumza kitu gani? Ingawa bado alimhadaa ndugu yake Esau, akamnyang'anya uzaliwa wake wa kwanza, na ikafika mahali akapokea baraka kutoka kwa babaye kabla ya kaka yake mkubwa, yani Esau. Unasema nazungumza kitu gani? Ilimbidi Yakobo akimbie nyumbani kabisa, kimbie, maana Esau jamaa alikasirika, alitaka kumkata kichwa vile ujue. Ilibidi akimbie. Sasa pamoja na hayo yote, lakini najaribu kuwaza Mungu jinsi ambavyo ni watofauti sana. Hakutaka kujua huyu bwana amekimbia nyumbani kwa hila, na amefanya hila ujue, lakini bado Mungu aliendelea kuwa mansuri kwake. Mansuri maana yake ni mtu anayesaidiwa na Bwana, au mtu anayesaidiwa na Mungu. Sasa Yakobo bado Mungu anamtokea mara kwa mara, na hata alipokimbia tena Mungu alimwambia rudi tena kule ulikomkimbia ndugu yako Esau, yani kule Betheli. Unasema nazungumza kitu gani? Soma maandiko utaelewa vile. Akamwambia rudi Betheli, maana huko ndiko niliko kutokea mimi. Na ndipo alipoanza kusitawi huyu bwana, pamoja na manuva aliyoyafanya, lakini bado aliendelea kuwa mansuri. Ukishamanya, yani ukishajua kitu kwa kudadisi yamkini, kwa kupata taarifa, kwa kufanya uchunguzi na kadhalika, ukishajua kwamba ili nipokee baraka ama nijiunganishe na kitu cha thamani, ni rahisi sana kupata. Ila ukiendelea kuwa maamuma, huwezi kuona kabisa. Sasa unapaswa kumanya. Yakobo alijua jinsi ya kufanya, na leo tunaona taifa la Israeli likajengwa katika misingi hiyo. Ndivyo ilivyo. Wakaja wakatokea akina Benjamini na kadhalika. Wakatokea akina Yusufu. Sasa unasema nazungumza kitu gani? Taifa kubwa likazaliwa kupitia uzao wa Yakobo. Baada ya kusema hayo, changu ni chetu, Kiswahili hazina yetu. Langu jina Emmanuel Arahango, ulumbi kila pahala. Naam.